Kama nilivyojitambulisha, mimi ni kiongozi wa kanda. Ni kiongozi wa kanda, lakini leo tuko hapa kwa sababu gani? Tuko hapa kwa jambo moja kubwa la kujivua wanachama wa Chadema. Tunajivua kwa sababu gani? Kwanza kabisa tuambie ni kwamba chama chetu kimekuwa na mgogoro mkubwa tangu uchaguzi wa kitaifa ulivyoisha mwezi Januari. Uchaguzi ulivyoisha mwezi Januari, tumekuwa na kutoelewana ndani ya chama. Kumekuwa na magenge mawili ndani ya chama. Uchaguzi ulivyoisha, walioshinda hawakuamini kama wameshinda, wakaendelea kushambulia kundi la upande mwingine. Kwa hiyo mpaka ifikia hatua kundi la upande mwingine likawa linafanya kazi ya chama kwa hofu kubwa sana. Wengine wamevuliwa wanachama, wengine wamefukuzwa kwa kuonewa, kisa tu kwa sababu hawakumuunga mkono aliyopo leo mwenyekiti taifa. Hivyo sasa mpaka imefikia kwetu sisi. Tunapozungumza hivi, kulikuwa na mikakati ya kuondolewa wanachama. Ni kwa sababu tu tulimuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Kwa wameshindwa kutuamini sisi ndani ya chama. Wanatuona ni kama vile ni watu ambao tunafanya kazi nyingine tofauti na chama. Kwa na sisi tukafikia hatua ya kuona kwamba hatuwezi kuishi kwa mazingira hayo. Hatuwezi kuishi kwa mazingira ya hofu ndani ya chama kimoja. Kwa sababu tukiishi kwa hofu ndani ya chama kimoja, hatuwezi kufanya kazi ya chama. Siku zote mnapokuwa mnaishi kwa hofu ndani ya chama kimoja, hamwezi kufanya yale ambao wananchi wanahitaji. Hatuwezi kuleta ukombozi wa nchi kama tunaishi sisi wenyewe kwa hofu. Kwa hiyo sisi tumeamua kujivua, kwa maana ya kwamba ni bora tupumuzike. Tuangalie namna nyingine ya kufanya siasa, sio tunaoifanya sasa hivi. Ukipitia kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ya chama, ni matusi kila siku. Mimi binafsi ninavyozungumza hapa, ninatukanwa kila leo. Kila leo natukanwa. Kuna vijana ambao wamepandikizwa, wanawekewa mabando kwa ajili ya kutukana baadhi ya viongozi ambao wanamuunga Mbowe kwenye nafasi ya wenyekiti taifa. Wanawekewa mabando kwa ajili ya kutukana viongozi. Na wanakuwa wanapewa maelekezo. Na ndio maana wale vijana wanakuwa hawachukuliwi hata hatua za kinidhamu. Mimi mwenyewe hapa ni mwenyekiti wa kamati ya maadili ya kanda. Lakini pamoja na kuwa mwenyekiti wa kamati ya maadili ya kanda, huwa nina wajumbe wangu ambao wanatakiwa wateuliwe na kamati tendaji ya kanda. Mpaka dakika tunavyozungumza hawajateuliwa. Na kwa sababu gani hawajateuliwa? Kwa sababu ili mimi nisifanye kazi ya kuangalia maadili. Kwa maana yake mpaka sasa hivi kinachofanyika kwenye kanda, wanaokalia vikao vya maadili inakuwa ni kama tendaji ya kanda. Kwa hiyo mimi kamati yangu imenyimwa nafasi ya kuweza kuangalia changamoto hizi za kimaadili ambazo zinatokea ndani ya chama. Na wanajua kwamba ile kamati ingekuwa imeshaundwa, maana yake jambo hilo ningekuwa nalishughulikia mimi. Maana yake wale vijana ambao wanahusika kwa ajili ya mambo haya kutukana viongozi, kutukana wanachama, ningekuwa nimeshachukua hatua. Kwa hiyo wameninyima nafasi hiyo kwa sababu wanajua kwamba nitawashughulikia. Kwa sasa tumefikia maamuzi hayo. Lakini kwa mimi binafsi, kwa uzoefu wangu wa ndani ya chama, leo mimi na miaka 10 ndani ya chama. Na miaka 10 ndani ya chama. Ni kwamba tangu uchaguzi umeisha wa chama, mimi binafsi mpaka mwenyekiti taifa Mheshimiwa Heche alinitumu hadharani. Akanitamkia maneno ambayo sikuyategemea kama ningekuwa nimeambiwa na makamu mwenyekiti taifa. Mpaka nilijiuliza kwamba huyu makamu mwenyekiti taifa asingekuwa na busara hata kidogo maneno asingeyatamka. Aliamua kunitamkia, akaniambia, Mheshimiwa Skania, unadiriki kuniloga. Kwamba mimi eti nilikuwa na mloga kwenye uchaguzi. Hasa kama makamu mwenyekiti taifa anasema mimi nilikuwa na mloga kwenye kugombea nafasi ya makamu mwenyekiti, hasa huyo mtu naweza nikafanya naye kazi kwa namna gani? Kwa mimi nimefikia maamuzi hayo, na viongozi wenzangu ambao mnaona mbele yangu, tumefikia maamuzi hayo kujivua wanachama, ili angalau basi jahazi hili linapozama tusiwe sababu ya jahazi hili kuzama. Ili walizamishe wao wenyewe, waharibu chama kwa mikono yao wenyewe, wasije wakasingizia mtu mwingine. Mimi ndani ya kanda ndio nilikuwa manager kampeni wa Mheshimiwa Mbowe. Kama mgombea kama walivyokuwa wagombea wengine. Lakini imefikia hatua inaonekana kama tulivyokuwa tunamuunga Mbowe, ni kama vile tulikuwa tunamuunga mkono mgombea wa CCM, kwamba alikuwa anagombea mgombea wa chama kingine sio Chadema. Kwa sababu tumeshakuwa na uadui mkubwa ambao ni zaidi ya uadui tulionao ndani ya CCM. Kwa sasa tunajiuliza kwamba Chadema ilikuwa na vyama vingapi? Kama Mbowe hakustahili kugombea, wangemnyima fomu, wakabaki wagombea ambao pengine walikuwa wanaonekana ni sahihi. Lakini Mbowe alivyochukua fomu, maana alikuwa ni mwanachadema,
na ilikuwa inastahili kupata wanachama na waungaji mkono kama sisi tulivyomuunga mkono. Lakini tulitegemea sisi uchaguzi ungeisha, haya mambo yote yangewekwa vizuri, tukaendelea na chama chetu. Lakini sasa imeshakuwa vita ndani ya chama. Ni vita kubwa ambayo sasa ni zaidi tunavyopambana na CCM. Lakini sisi tukajiuliza hatuwezi kuishi kwa mazingira hayo. Ni bora tukajinasua, tukakaa pembeni ili wao waendeshe chama. Lakini pia jambo la pili ambalo limetufanya sisi tujivue wanachama ni kama tumewatelekeza wananchi. Wananchi wanaonewa na CCM kila siku kunapokucha, wanaonewa na CCM. Lakini sisi Chadema tukasema tunajiondoa kwenye uchaguzi. Hatushiriki uchaguzi. Kitendo cha kusema hatushiriki uchaguzi, maana yake tumeamua kuwatelekeza wananchi. Wananchi wapo wanatusubiri kwa ajili ya kuwasaidia, kwa ajili ya kuwaokoa na midomo michafu ya CCM. Hata tukisema hatushiriki uchaguzi, na njia ya kuwasaidia wananchi ni uchaguzi. Tusiposhiriki uchaguzi tunawasaidia nini? Kwa hiyo tukaona sisi ni bora tukae pembeni kuliko kukaa kwenye chama ambacho hakiwezi kushiriki uchaguzi. Kwa sababu wananchi itaonekana tumewatelekeza. Na sisi tumeamua kufanya hivyo kwa maana ya kwamba ili angalau wananchi wasije katulaumu sisi kwamba tuliamua kuwatelekeza. Kwa mfano mimi nimekuwa diwani wa miaka 10. Manake ndani ya kata yangu bila kugombea wananiona kama vile nimewasaliti. Kwa sasa ni bora wajue kwamba nimeshajivua wanachama ili kesho na kesho kutwa nisije nikapata tuhuma ya kwamba niliamua kuwatelekeza wananchi wangu. Kwa hiyo sisi tumeamua kufanya hivyo kwa sababu pia Chadema haishiriki uchaguzi na njia bora kuokoa wananchi ni uchaguzi. Kama ni issue ya kuzuia uchaguzi, huwezi kuzuia uchaguzi kwa kufanya mikutano ya hadhara. Tulifanya maandamano kwa ajili ya kutaka katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Tulizunguka nchi nzima, lakini yaliishia wapi? Tulikomea kufanya kama tunafanya jogging. Tunafanya mazoezi tu. Hata tukaona kwamba hata hii ya kuzunguka na hii sio njia ya kuzuia uchaguzi. Unazuiaje uchaguzi kwa kufanya mikutano ya hadhara? Huko unakotoka kuna nini kinachoendelea? Kwa sisi tukasema kuzuia uchaguzi sio kufanya mikutano ya hadhara na kuambia wananchi tusiingie kwenye uchaguzi. Kuzuia uchaguzi tungefanya njia zingine bora zaidi za kuweza kuzuia uchaguzi, au pengine kuhamasisha wananchi wakaja kulinda kura zetu. Wakishindwa kulinda kura zetu, maana automatically hata wao pengine wanakubali kutawaliwa kwa njia hiyo. Kwa sisi tukaona sasa tukae pembeni ili wao wafanye kazi ambao wanaiona ni bora zaidi, ambao pengine watauzuia uchaguzi kama wanavyofikiria wao. Lakini jambo jingine ambalo nipenda kuizungumzia ni swala kuhusu tone tone. Jambo jingine ambalo nipenda kuzungumzia ni swala tone tone. Wameanzisha programu ya tone tone. Kwa maana ya kwamba chama kinachangiwa na wananchi. Ni kweli, ni sahihi. Lakini fedha tangia imeanza kuchangiwa hiyo ya tone tone, hatujawahi kuona fedha hiyo ikishuka kwenye makata na majimbo pamoja na wilaya. Maana ile fedha ya tone tone inatumiwa na viongozi wa kitaifa. Inapofikia level ya majimbo na wilaya, tunaambiwa tutumie fedha zetu mfukoni. Hasa jiulize, hivi kati ya mimi ambaye niko jimboni na kwenye kata, na uwezo gani wa kumzidi Heche, na uwezo gani wa kumzidi Lema, na uwezo gani wa kumzidi mtu mwingine aliyoko taifa? Manake walioko taifa wana uwezo wa kujiendesha wao kama wao kwa fedha zao binafsi. Walishakuwa wabunge, walishakuwa na nyadhifa mbalimbali ambazo ziliwawezesha kupata fedha. Sisi watu wa chini huko hatujawahi kupata nyadhifa ambao pengine tukawa na uchumi mzuri, lakini sisi ndo tunaambiwa tutumie fedha zetu. Tuendeshe chama kwa hela zetu, lakini wao wanaendesha chama kwa njia ya tone tone. Paka na familia zao wanahudumia kwa fedha ya tone tone. Kwa hizo fedha sisi tufikie na sisi huku chini tukaweza kuendesha chama. Kwa mfano sasa hivi kulikuwa na mikutano inafanyika ya hadhara. Wanaambiwa waandae mikutano kwa fedha za wanachama huku chini, tuchange sisi kama viongozi. Wakati fedha za tone tone zio changwa wanatumia wao na wanajilipa kila siku, wanajilipa fedha za tone tone. Wanajilipa kila night moja wanalipana 200,000 wote wanaozunguka kwenye mkutano. Sasa hiyo 200,000 sisi tunaendeshwa na nini? Chama kinaendeshwa na nini? Maana mimi ili niendeshe chama nikauze debe la mahindi. Ili niendeshe chama nikauze mbuzi wangu nyumbani. Ili niendeshe chama nikauze ng'ombe wangu nyumbani. Wakati mwingine tunagombana wake zetu kwa sababu ya fedha tunazichukua tunapeleka kwenye chama. Wakati wenzetu wanaendesha chama kwa kutumia tone tone ambazo zimechangwa na wanachama. Kwa hawatumii rasilimali zao za familia. Wanabaki na wake zao wakiwa salama. Sisi tunagombana na familia zetu kila siku. Tunagombana na familia zetu kila siku. Kwa hiyo tumeona sasa hatuwezi kuendesha chama kwa mfumo huo. Kama ni hela ya tone tone ilipaswa basi hiyo hela ya tone tone isambae iende paka chini kwenye ngazi ya tawi. Ili vikao na mikutano viandaliwe kwa fedha hiyo. Sio kujilipa wao posho zao na kupanda ndege. Wao watembei na mabasi, watembei na magari, wanapanda ndege wanapoenda kwenye familia zao wanapanda ndege. Lakini sisi tunapanda bodaboda, tunapanda daladala za baiskeli. Hatuwezi kuendesha chama kwa mazingira hayo. Kwa mimi nitaka nizungumze hayo kwa ufupi, lakini pia kuna wenzangu ambao pia wanataka wazungumze haya.
Lakini kwa ufupi ni kwamba tarehe ya leo tumejivua wanachama rasmi. Na tukishajivua wanachama automatically na nyadhifa zetu. Kwa mfano kama mimi, makamu mwenyekiti wa kanda nimeshajivua rasmi, lakini pia mwenyekiti wa wilaya ya Itilima nimeshajivua rasmi. Mimi pia kama mwenyekiti niliyekuwa mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Simiyu, ninakiri kutangaza wazi kwamba leo nimeachana na wanachama wangu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini ni pamoja sasa na kuondoka kwenye nafasi yangu ya mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Simiyu. Hii ni kwa sababu ndani ya chama hiki kwa kweli, kwa namna ambavyo mimi nimeona kule tuendako mbele ya safari, sioni asubuhi yetu, badala yake naendelea kuona giza. Nimekuwa ndani ya chama hiki takriban miaka 17 sasa, lakini kikubwa sana nilichokiona siku za karibuni ambacho kimenivunja moyo ni namna ambavyo sisi viongozi wenyewe kwa wenyewe ndani ya chama chetu tumeendelea kushambuliana sana kila kukicha. Kama ingekuwa rahisi kuingia kwenye magurupu ya Chadema, kwa kweli tumevunjiana heshima sana. Mimi kwa kawaida ndani ya chama chetu ni kiongozi ambaye ninasimamia nidhamu, lakini nimeshindwa kuvumilia kwa sababu pamoja na kwamba katiba inanitaja kama mtu ambaye ninasimamia nidhamu, nimekuwa pia sehemu ya kubezwa, kutukanwa, kukashifiwa na viongozi ambao kimsingi ni vijana wadogo. Barini za mchana. Kwa majina naitwa Flora Yohana Msuka, ni katibu wa baraza la wanawake mkoa wa Simiyu kupitia chama chetu cha Chadema. Nimejiunga na chama hiki mwaka 2006 mpaka sasa na miaka 19 sasa. Nimeshika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama. Nimekitumikia chama hiki nikiwa kama mtendaji wa chama, katibu wa chama wilaya ya Maswa kwa muda wa miaka 15. Nimekuwa baraza la wanawake mkoa wa Simiyu na mpaka sasa ni katibu wa baraza la wanawake mkoa wa Simiyu. Nilikuwa naenda kuitafuta miaka ile 5 ili nikafikishe miaka 15. Kwa hiyo kupitia haya yanayoendelea ndani ya chama chetu, chama cha Chadema ni chama ambacho tumekijenga kwa misingi ambayo tumewajengea wananchi kuwa na imani na chama hiki. Na tulifahamu kabisa ndoto zetu zote kukitumikia chama hiki, tunakokwenda tunaenda kukamata dola. Mawazo yangu yote nilitamani nikawe DC, nikawe mkuu wa mkoa, lakini ndoto zangu naona sasa zimeenda kuzimika kulingana na mambo yaliyoko ndani ya chama. Na chama chetu kilipoingia kwenye uchaguzi huu tuliofanya mwaka huu 2025 wa kitaifa, nilitafakari mambo mengi sana. Kwanza nilifikiria kumuona Mheshimiwa Mbowe pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu wakiingia kwenye kinyang'anyiro cha nafasi moja. Nilijua huko tunako kwenda Mungu mwenyewe ndiye atakayesimama. Haya mambo yanaendelea, mpasuko uliopo ndani ya chama ni mkubwa. Kwa hiyo kulingana na mambo yanayoendelea ndani ya chama, kwa mimi binafsi, kwa moyo wangu wote, nimeamua siku ya leo kuvua nyadhifa zangu zote na kujiondoa kwenye chama changu. Kwa majina yangu naitwa Tatu Musa Isore, ni mwazini wa mkoa wa Simiyu. Leo hii niko kwenye vyombo vya habari, nimekuja kujivua rasmi. Yaani kuanzia sasa hivi sio mwanachama wa Chadema tena. Nataka nifanye kazi zangu zinazonihusu au maisha yangu, sababu siasa iliyokuweko kwenye Chadema sasa hivi ni siasa ya matusi, siasa ya majungu, mtu anaitwa sisimizi, yani kila aina ya uchafu uliokuwemo. Kwa hiyo sasa mimi siwezi nikaendelea na siasa za Chadema kuanzia sasa hivi. Nimejivua kuanzia leo uwazini wa mkoa wa Simiyu, watafute mwazini mwingine. Bye bye.